kuandika, unaweza ukatoa daftari lako au notebook yako uandike. Neno la Mungu linasema mtetezi Yesu yu hai, au mtetezi wako Yesu yu hai. Watoto, Mungu awabariki, mnaweza mkaendelea na watoto. Neno la leo au kichwa cha habari cha leo kinasema mtetezi Yesu yu hai, au mtetezi wako ambaye ni Yesu yupo hai. Unapoishi inapaswa ujue unayemwabudu ni nani. Na ukiangalia vizuri kwenye Matendo moja mstari wa 8 mpaka wa 11 tunaweza mkatufungulia. Maisha unayoishi unapookoka, ujue unayemtumikia ni nani. Unayemtumikia ni Yesu. Yesu ndio Mungu, Mungu ndio Yesu, ni yule yule. Kwa hiyo ukijue na akili yako itambue kwamba Mungu unayemtumikia yupo hai, Yesu unayemtumikia yupo hai. Sisi tunayemtumikia hajafa, sisi tunayemtumikia hajalala, sisi tunayemtumikia sio kwamba amezimia, sisi tunamsubiri afufuke, yupo hai. Na neno la Mungu kwenye Matendo linatueleza, tusome 1, 2, 3 twende. Ndiyo. Ndiyo. Twende. Twende ya 9. Ndiyo. Kumi. Walipokuwa akikazana. Ndiyo. Ndiyo. 11. Ndiyo. Amen. Wakasema, wale watu wawili wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkizitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake. Tukirudi 10 hapo chini. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake. Kwa hiyo Yesu alivyomaliza kazi zake kila kitu, akapaa akaenda mbinguni. Yesu wetu alifufuka kwenye mauti. Alikufa, siku ya 3 akafufuka, na sasa hivi upo mbinguni. Kwa hiyo Mungu tunayemtumikia huwezi kujificha. Hata kama ukiwa ndani ya nyumba yako, Mungu anakuona. Hata kama ukiwa umesema kwamba hapa nimejificha kwenye handaki Mungu anioni, hapana, anakuona kwa sababu yupo hai. Na sasa hivi tumeonyeshwa kabisa kwenye neno la Mungu kwamba yupo hai na ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo yupo. Kwa hiyo tunayemtumikia afichwi na kitu chochote, yupo hai. Sio kama wale wenzetu ambao wanamtumikia Mungu wao ambaye hayupo. Sisi Mungu wetu yupo hai, na ukija mbele zake hakikisha unakuja kwa kumheshimu. Yaani ukienda mbele za Mungu, mfano kama ukiwa unataka kuomba, hakikisha unaomba unajua kwamba ninamheshimu Mungu ambaye yupo hai. Anakuona kila unachokifanya, anakuona unavyoabudu, anakuona unavyolala, anakuona unavyozungumza, anakuona unavyojiwazia mabaya, anakuona unavyofanya kila kitu chako. Kwa hiyo hakikisha mtumishi wa Mungu unapokuja mbele za Mungu au unapokuja kanisani, hakikisha hata matoleo yako unavotoa, si unatoa kwa siri, unadhani Mungu akuoni, anakuona hata hicho unachokitoa. Huyu Mungu anakuona hadi unavovaa ambapo umeketi hapo. Kwa hiyo hakikisha ukiwa mbele zake unakuwa mnyenyekevu. Nikisema mnyenyekevu inamaanisha unavaa kwa kujistiri, unavaa vizuri kwa kujipenda, yani unakaa vizuri. Kwa hiyo hakikisha hata nguo zako unazitenga, kwamba hizi ni nguo za kwenda mbele za Mungu, hizi ni nguo zangu za Jumapili.
Hakikisha unatengeneza nguo yako maridadi, suti yako, nguo yako ya maana. Unasema hizi ni nguo za Jumapili. Kwa sababu gani? Tunayemtumikia yupo hai, anakujua. Kwa hiyo ukimheshimu, atakuheshimu kila sehemu. Kama vile unavyoitwa kwenye interview, unapiga ile nguo ambayo hujawahi kuipiga. Kama vile unavyotoka, unavyoenda kwenye sherehe, unavaa ile nguo mpya nzuri. Ndivyo hivyo kwa Mungu wako inapaswa umheshimu, kwa sababu Mungu wetu yupo hai. Mwingine inawezekana kwa liturujia au kwa mawazo yake, kwa sababu alizaliwa katika wokovu, unaweza kuona tu kwamba ni Jumapili tu, inapaswa tunaenda kanisani tunatoa. Hapana. Huyu Mungu yupo hai, anakuona. Na neno lake linasema kwamba anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Anajua kesho kuna nini, kesho kutwa kuna nini, baada ya dakika chache kuna nini. Kwa hiyo yeye ukimheshimu kwa upande wako wote, kwa mazingira yako yote, na kujua huyu Mungu yupo hai, na yeye atakuheshimisha. Atakuweka katika position nzuri. Hata kama una sehemu yako ya maombi, hakikisha unajistiri vizuri, unaomba vizuri, unajua kwamba Mungu ananiona. Mimi mwenzenu nikiwa naomba sehemu yangu ya maombi, sikai tu nimevaa tu nguo yangu ya ndani naomba. Najua Mungu ananiona. Ngoja nivae vizuri, nijitengeneze vizuri, nianze kuomba. Kwa hiyo inapaswa uwe na mentality, inapaswa uwe na fikra kwamba unayemtumikia yupo hai, anakuona. Ndio maana hata unavyoomba Mungu anakujibu, kwa sababu Mungu wetu anajibu. Mungu wetu yupo hai, hata hapa yupo pamoja nasi. Malaika wake wapo hapa pamoja nasi, wanakutunza, wanakutumikia. Unachokitaka chochote yupo, anakufanyia. Ndio maana hata yale maombi yako unayoombaga anakujibu. Kwa hiyo sasa inapaswa ujue kwamba Mungu tunayemtumikia au mtetezi wako wa maisha yako yupo hai. Kwa hiyo kama yupo hai, jitahidi kumheshimu kwenye kila upande. Ukiwa unamtumikia Mungu, unaimba, imba kwa kumaanisha. Tukiwa tunasifu kwa kumaanisha, kwa sababu mtetezi wako yupo hai, anakuona. Kama vile rais akisimama pale, unavocheza kwa maridadi, unavoona kwamba nikicheza hapa rais akiniona atanipa ile nani, atanipa promotion. Hivyo kwa Mungu wetu. Ukiwa ndani ya Mungu, ukiwa ndani ya ibada, au ukiwa sehemu yoyote, cheza, mwambie Mungu, nione ninavocheza. Najua nikitoka hapa maisha yangu hayatakuwa kama nilivyokuwa. Usisimame tu, usikae tu. Unavotoa, toa kwa shauku, kwa sababu unajua Mungu anakuona hata vile vya sirini. Kwa sababu kama ni hivyo, tusingekuwa na maana, tusingekuwa tunajibiwa maombi. Lakini Mungu wetu yupo hai. Mungu unayemtumikia ajafa. Mungu unayemtumikia sio kwamba amelala. Neno lake kabisa linaonyesha kabisa. Tunaanza kuangalia mifano mmoja baada ya mwingine. Tufungue Ayubu 42:10 mpaka 17. Tukiangalia haraka story ya Ayubu alikuwa tajiri sana. Alikuwa na mali, ana fedha, lakini siku moja tu, ndani ya siku moja kila kitu chake kilipotea. Alikuwa akafilisika, akawa hana mali, hana kitu chochote. Akasema, Mungu wangu, inakuwaje sasa? Watoto walikufa, mali ziliondoka zote, kila kitu kilimalizika pale. Lakini baadaye tukiangalia Ayubu, fungua Ayubu 42 mstari wa 10 mpaka 17. Ayubu 42 mstari wa 10 mpaka 17. Lakini baadaye tunaona kwamba Mungu alimrejeshea Ayubu vile vyote alivyovipoteza, kwa sababu mtetezi wako yupo hai. Unavookoka, unajua kuna mtetezi wako, awishi tu, ambaye mtetezi wako ni Mungu, ni huyu Yesu ndio mtetezi. Kwa hiyo kila kitu unachokipitia, kila step unayopiga, Mungu yupo pamoja na wewe, na anakutetea kila sehemu. Kila sehemu anakutetea, anakuokoa, anakufungua, hakuachi peke yako. Kwa hiyo tukiangalia hii Ayubu, tunaona Ayubu ndio aliishiwa na kila kitu. Tufungue Ayubu 42 mstari wa 10. Ngoja nifungue. Tunaona Ayubu 42 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, kisha Bwana
mstari wa 10 mpaka 17. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Kumbukeni, Ayubu alikuwa amefilisika, hana chochote, watoto walikufa wote, mali zilipotea, kila kitu kilipotea, akaanza mwanzo. Lakini hapa neno la Mungu, ambaye Mungu yupo hai, aliugeuza uteka wa Ayubu, aliyageuza mahangaiko ya Ayubu. Kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu. Hapo alipowaombea marafiki zake, Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko ayo aliyokuwa nayo kwanza. 11. Ndipo akamwendea ndugu zake waume kwa wake, nao wote waliojuana naye hapo zamani wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake, nao wakamlilia na kumtuza moyo katika habari za uovu wote Bwana aliyouleta juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete na dhahabu kila mmoja. Twende 12. Basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na joo za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Hapa tukisoma mpaka 17, 13 twende. Naye alikuwa na wana waume 7, binti 3, wakamwita 14, wakamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na wa tatu akamwita jina lake Kereni Hapuhu. 15. Katika nchi hiyo hawakuwepo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu. Niambie. Na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. 16. Kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi vya 4. Niambie Mungu alivyokuwa mkubwa. Kwa hiyo mtetezi wa Ayubu alikuwa hai. Japo Ayubu alipoteza kila kitu, japo Ayubu alikuwa hana mali, watoto walikufa, kila kitu kilikufa, lakini mke wake akabaki. Ndio tukaona hapa akapata wana wengine, tena walikuwa wazuri. Anasema katika ile nchi hawakuwa watoto wazuri kama wa Ayubu. Kwa hiyo inamaanisha labda alizaa marais, labda inamaanisha alizaa viongozi bora, labda inamaanisha alizaa watu shupavu na imara. Akasema Mungu alivyokuwa mwaminifu na mzuri, akasema naye akamzidishia miaka ya kuishi. Niambie, huyu Mungu wa Ayubu alikuwa hai, akamzidishia miaka ya kuishi, na akaona mpaka vizazi vyake vya 4. Hivyo yamkini kuna mali umepoteza, yamkini ulikuwa na kazi umepoteza, yamkini ulikuwa na afya njema umepoteza. Sikiliza nikwambie, mtetezi wako yupo hai. Mungu yupo hai asubuhi ya leo. Anakukumbusha. Inawezekana umesahau kwa kutokana na maumivu ambayo unayo. Inawezekana umesahau kama Mungu unayemtumikia labda amelala, labda asikii kwa mambo magumu unayopitia. Inawezekana umesahau kwa kupoteza kazi muda mrefu na kukaa na maisha duni muda mrefu. Labda umesahau labda Mungu yupo au la. Lakini asubuhi ya leo Mungu anatukumbusha kwamba yeye yupo hai. Kama vile alivyomrejeshea Ayubu watoto wazuri na mali akairejesha na akampa miaka ya kuishi zaidi, ndivyo hivyo Bwana siku ya leo anaenda kukurudishia tena. Vile ulivyovipoteza, yale magonjwa yaliyokutesa muda mrefu, yale maumivu yaliyokutesa muda mrefu. Inawezekana ulikuwa na ndoa nzuri umeipoteza. Inawezekana ulikuwa na fedha nyingi lakini umepoteza, sasa hivi una kitu, hujui sehemu ya kuanzia. Inawezekana umeachika au umeachana na mwenzio, lakini asubuhi ya leo Mungu anakukumbusha kwamba mtetezi wako Yesu yu hai. Atakurejeshea. Inawezekana mshahara wako ulikuwa mkubwa, sasa hivi kazi ile huna tena. Inawezekana maisha yako ulikuwa mazuri lakini umepoteza kila kitu. Asubuhi ya leo Mungu anataka kukumbusha kwamba mtetezi wako yupo. Atakurejeshea. Hata kama biashara umezipoteza, Mungu yupo anakurejeshea kwa jina la Yesu.
Sema, Baba, katika jina la Yesu, vitu vyangu vyote vilivyopotea vinarejeshewa kuanzia leo. Amen. Mpigieni Yesu makofi. Tukiangalia mfano mwingine, fungua Wafalme wa kwanza 18:20. Tuangalie mfano mwingine. Tunaangalia mifano mbalimbali ya wenzetu waliotendewa, ili tumuone kwamba Mungu tunayemtumikia yupo hai. Wafalme wa kwanza 18:20 mpaka 40. Twende tusome kwa nguvu. Ndio. Ngoja niwasomee. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Twende. Naye Eliya akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo yenu mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni; bali ikiwa Baali ni mungu, aya, mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. 22. Ndipo Eliya akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili wao, na wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkatekate, wamweke juu ya kuni, wasitie moto chini. Nami nitatengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Twende. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitamuomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiwe Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Twende. Eliya akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja, mkatekate kwanza, maana ninyi ndio wengi, mkalitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtwaa yule ng'ombe, wakapeleka, wakamtengeneza, wakaliitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, Baali, utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Sasa hapa tuendelee 27, niwaelekeze kidogo. Hapa kulikuwa, tulivyosoma tangia mwanzo, kulikuwa kuna bahari ambayo ni miungu ya kigeni, yani miungu kama sasa hivi wanavyoabudu miungu mingine ambayo sio Mungu aliye hai, na Mungu ambaye yupo hai, ambayo Eliya yeye alikuwa anamwamini na anamwabudu Mungu aliye hai, na wengine wanamwabudu Mungu ambaye sio Mungu huyu tunayemwabudu mimi na wewe. Kwa hiyo sasa akataka kuwaonyesha, kwa sababu nyie zimebaki 450, na akaona kwamba hawa watu wananishinda. Sasa akaona kwamba hawa watu kwa sababu wapo wengi, ngoja sasa na mimi nitangaze neno la Mungu au nihubiri injili kwa njia hii. Kwa hiyo akasema, basi tulete ng'ombe tumteketeze hapa, tusiweke moto wote chini. Ng'ombe yoyote atakayechomwa au atakayeteketezwa kwa moto bila kuweka moto chini, yani Mungu, tumuite Mungu wetu alete moto. Kwa hiyo Mungu atakayeleta moto ndio Mungu ambaye tutamwabudu. Amina. Kwa hiyo tuendelee 27. Ikawa wakati wa adhuhuri, Eliya akafanya dhiaka, akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana Mungu huyu labda anazungumza au ana shughuli au anasafiri, labda amelala, sharti aamshwe. Hapo unaona, Eliya akawaambia, nyada Mungu wenu labda sharti aamshwe. Mungu wao labda ana mazungumzo, ana shughuli, labda Mungu wao amesafiri au labda amelala. Kwa hiyo uhalisia ni kwamba Mungu wao ni amelala, Mungu wao ana masafari, ana shughuli. Uhalisia. Tuendelee 28. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na nyembe kama ilivyo desturi yao, hata damu zikachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu
ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. 30. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi sasa. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila ya wana wa Yakobo aliyejiliwa na neno la Bwana, na kuambia, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, Bwana Mungu wetu. Elia amemwita kwa jina la Bwana Mungu wetu. Akafanya mfereji kama vipimo 2 vya mbegu ukizingua madhabahuni. Kisha akazipanga zile 10, akamkata yule ng'ombe kwa vipande vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 4 maji. Wakamwagia juu sadaka ya kuteketeza na juu ya kuni. 31, 34. Hasa hapo tunaonyesha kwamba Elia alivyoweka yule ng'ombe, maana mara kwanza alivyoweka yule mnyama hawakuweka maji wale, na Mungu wao hakuwasha moto wote. Sasa Elia alipotaka kuonyesha kwamba Mungu wetu hajalala, yupo hai, wala hasafiri, wala hajakufa, akasema hivi, wekeni huyu ng'ombe afu mwageni maji, jazeni mapipa 4 mwage. Akasema fanyeni mara ya pili. Walivyomwaga maji pipa la kwanza, akasema mwageni maji pipa la pili. Pata picha, kuna kuni chini, alafu kuna ng'ombe juu, maji yakamwaga wa pipa la pili tena likamwagwa na maji, na hakuna moto wowote. Akasema fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema fanyeni mara ya tatu. Pipa la tatu likamwagwa. Wakafanya mara ya tatu. 35. Yale maji yakazunguka madhabahu, akaujaza mfereji wa maji mazagatabaya. Yani inamaanisha Elia akaweka na mfereji. Yani pale inamaanisha kwenye madhabahu kwa kuna maji. Hivi niambie tu, hata nyumbani nani ule mkaa uweke maji afu uwashe, huwezi kuwaka. Akasema yale maji yakazunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Tuendelee. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ni Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue kuwa wewe ni Bwana, ndiwe Mungu, na kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Tuendelee. Ndipo moto wa Bwana ukashuka. Mpigieni Yesu makofi jamani. Kwa sababu pipa la kwanza likajazwa maji, la pili, la tatu, Elia alivyoomba yale maombi, ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayalamba yale maji yaliyokuwemo katika mfereji. Ni moto gani unalamba maji? Ni moto gani unateketeza mawe mpaka mavumbi? Hapa ni mkono wa Bwana, au ni moto wa Bwana Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu hajalala. Tuendelee. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiwe Mungu, Bwana ndiwe Mungu. Sema, kila mmoja apige kelele aseme, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiwe Mungu. Bwana ndiwe Mungu. Amen. Pigeni Yesu makofi jamani. Kwa hiyo pata picha, kama hapa Mungu huyu alilamba yale maji na ile moto na kila kitu na kuni na mpaka ile dhabihu. Tuendelea 40. Elia akawaambia, wakamateni au manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Umeona mambo?
kama Mungu anaweza kufanya vitu vikubwa kama hivi, niambie kwa kitu chako kidogo. Kwa hiyo Mungu wetu yupo hai. Yamkini kuna watu huko wanakubeza. Yamkini ndugu zako tu wanasema wewe kila siku unaenda huko kwa kulialia. Unaenda tu huko unapoteza muda. Huko kanisani unapoenda kila siku unafunga na kuomba, unapoteza muda. Acha. Yamkini wanakubeza sasa hivi. Wanasema labda huna kazi, Mungu wako huko amelala. Inapaswa uwatikise. Ifike sehemu uwatikise. Unamwambia Mungu, angalia hao watu. Wananisema mimi ninaumwa. Wananisema mimi sifai. Wananisema sina kazi, sina pesa. Baba, angalia hizi pesa zao zote au hizo kazi zao zote ziwe si kitu. Mimi nianze kuwalisha. Na ikiwezekana waambie ipo siku na siku inakuja nitawalisha, na mtaamini kweli Mungu aliye hai ni mkuu. Mtaamini kweli Mungu wangu ni mkuu. Inawezekana sasa hivi wanakubeza kwa sababu hujapandishwa cheo, wao wamepandishwa vyeo. Lakini waambie, yani hapa ukiona hivi Elia aliwaambia. Akasema hivi, waambie kwamba mimi sasa hivi mnaona nipo chini nalipo mshahara 100,000. Niambie, niachieni miaka 3. Nitawapita, nitakuwa bosi wenu. Ili ukitoka hapo chini, ukienda kuwa bosi wao, waelewe kwamba Mungu aliye hai ni Mungu wa kuabudiwa. Hata kama nyumbani wanakusema, hata kama nyumbani wanakubeza, hata kama marafiki zako wanakuona wewe umepotea au upo sawa nao, watangazie. Ili waelewe, ikifika kipindi ambacho Mungu atalamba madhabahu, ikifika kipindi ambacho Mungu atalamba ile tatizo lako, iwe ni magonjwa, iwe ni fedha, iwe ni ugumu wa moyo, iwe ni chochote ambacho Mungu akifanya, watatambua kwamba kweli Mungu aliye hai ndio amemtendea huyu mtu. Amina. Kwa hiyo Mungu wako unayemtumikia yupo hai, na kwa jaribu lako au kwa tatizo lako atatenda na atafanya. Mungu hajalala. Kama aliweza kuchoma tu hii madhabahu ambayo ilimwagiwa na maji, kitu chako ni kitu gani? Tatizo lako ni dogo. Amina. Tuangalie tena mfano mwingine. Wana Israeli, tusifungue Kutoka 7:12. Kutoka 7:12. Tukiangalia wana Israeli waliteswa miaka mingi, walikaa utumwani. Walikuwa hawana chochote, walikuwa ni watumwa wanatumikishwa. 7:12. Unaona anasema kwamba wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka. Kwa hiyo hapa alikuwa anaonyesha uweza na ukuu wa Mungu. Unaona? Kwa hiyo sasa ukiangalia wana Israeli walikaa utumwani miaka yote ile 420. Sasa Mungu akamtuma Musa kwamba nataka ukatoe watu wangu. Lakini akasema, Mungu alimwambia kabisa Musa, nitafanya moyo wa huyu mfalme kuwa mgumu, wasiwaelewe, wasiwaruhusu. Lakini ilivyofika kipindi Mungu akafanyaje? Akawaruhusu wana Israeli kutoka. Na ndio akatuma mapigo 10 yote akawapiga watu wa Misri. Na wakawaachia wana Israeli wakatoka kwa vishindo. Lakini tukisoma pale Kutoka 14:5 mpaka 31, sitosoma kutokana na muda. Kutoka 14:5 mpaka 31. Tunaona kwamba mfalme alivyosikia wana Israeli wanaondoka, akasema hapana, haiwezekani. Au ngoja niwasomeeni haraka. Akasema hapana, siwezi kuruhusu wana Israeli waondoke. Lazima wakae watutumikie. Lakini wana Israeli walikuwa wameshaondoka na madhahabu na kila kitu, wameondoka wamepewa. Anasema mfalme wa Misri aliambiwa kuwa wale watu wamekwisha kimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa kinyume cha wao watu. Nao wakasema, ni nini jambo hili tulilolitenda kwa kuwaacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Twende. Akaandalia gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye. Tena akatoa magari 160 yaliyochaguliwa na magari yote ya Wamisri, wakaakida
juu ya magari hayo yote. Na Bwana akaufanya moyo wa Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana Israeli, kwa sababu wana Israeli walitoka kwa ujeuri. Kwa nini wana Israeli walitoka kwa ujeuri? Kwa sababu walitoka na mali. Kwa hiyo sasa Mungu ili aonyeshe nguvu yake, ili aonyeshe mabavu yake, akaufanya tena moyo wa Farao kuwa mgumu. Kwa hiyo Farao akasema tupande magari, tuweke magari 600, akaanza kukimbiza wana Israeli. Wana Israeli wanaotembea kwa mguu. Kwa hiyo ndo hapo tunaendelea story. Tuendelee 9. Wa Misri wakafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote, na Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata ali wamepanga pale karibu na bahari, karibu Paharihoth, kukaribia bahari Sefoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, wa Misri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana Israeli wakamlilia Bwana. Kwa sababu tuendelee 11. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri kututoa huko ili tuwe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Kwa sababu wale wa Misri wakaanza kuwakimbiza wana Israeli. Wamefika sehemu wamewakaribia. Ndio hao watu wanaona kwamba majeshi yanakuja na mafarasi na mangamia na kila kitu yanakuja. Wakasema hapa tumekwisha. Ndio maana hao wa Misri wa Israeli wakaanza kumuomba Bwana, huku wanamlalamikia Musa. Hapa ndio maana akawaambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Wanalalamika. 12. Neno ili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali tuwatumikie wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone uokovu wa Bwana ataufanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Kwa hiyo hapa tunaona Musa anawaeleza, ndivyo hivyo inawezekana una tatizo lako limekutesa, umekaa kwenye kifungo cha tatizo hilo. Ngoja tuendelee kwanza hapa. Musa akawaambia, msiogope, mtauona wokovu wa Bwana utakaofanyika leo. Kuigawanya, nao wana Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia. Nami nitajipatia utukufu wa Farao kwa jeshi lake lote na magari yake na wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndiye Bwana nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao ikasimama nyuma yao. Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Waisraeli, napo palikuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na ukawa na hawakuwakaribia usiku kucha. Sasa hapa tunaona kwamba Mungu aliweka wingu, aliweka malaika wake nyuma. Kwa hiyo hawa na majeshi yao yote walikuwa hawakaribii, kwa sababu magurudumu yao yalipunguzwa mwendo, walikuwa hawakaribii. Kwa hiyo katika kutembea kwao kote na magurudumu na manini, nao wanatembea kwa mikono wa miguu, na inawezekana na watoto twende, lakini magurudumu hawafikiwa na Israeli. Umeona kazi ya Mungu hiyo? Twendele 21. Musa akanyoosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akafanya bahari irudi nyuma
kwa upepo wa nguvu ukatoka utokao mashariki usiku kucha, ukaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wanaisraeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Kwa hiyo sasa hapa tunaonyesha kwamba Mungu alimwambia Musa kwamba piga hayo maji. Alivyopiga yale maji yakagawanyika. Pata picha, bahari inagawanyika. 23. Na wale wa Misri wakawafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari, farasi zote na Farao, magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichagulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Sasa hapa tunaonyeshwa kwamba Waisraeli wameshavuka. Kwa hiyo Mungu anamwambia Musa, piga tena maji yarudi yawafunikize wale wana wa Misri. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutia mbali au Wamisri kati ya bahari. Na yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao, akusalia hata mtu mmoja. Mpigieni Yesu makofi jamani. Kwa sababu hapa tunaona kwamba wale wa Misri walikuwa na wakimbiza wale wana Israeli ili wawamalize, lakini Mungu akamwambia Musa, rudisha. Alivyopiga tena yale maji yakarudi yakawaua wa Misri wote. Ndio maana akasema kwamba akusalia hata mmoja. Kwa hiyo inamaanisha wafalme na kila kitu kilikufa hapo. Tuendelee 29. Lakini wana Israeli wakaenda katika nchi kavu katika bahari, katikati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ni kuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyookoa Israeli siku ile mkononi mwa Wamisri. Wamisri wakawaona Wamisri, Waisraeli wakawaona Wamisri ufukweni mwa bahari wamekufa. 31. Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Kwa hiyo inawezekana tukiangalia kwanza kwenye hii story tunaona kwamba Mungu aliwapigania wana Israeli. Ni maisha halisi, sio story ya kutunga, ni maisha halisi ambayo inaelezea kwenye Biblia. Kwa hiyo sasa Mungu aliwapigania wale wabaya wao, na yale maumivu au yale mateso au ule utumwa aliokaa nao miaka na miaka ukawa mwisho hapo. Ndivyo hivyo inawezekana kwenye maisha yako umetumikishwa kwa muda mrefu. Umekaa kwenye magonjwa kwa muda mrefu. Umekaa hujaolewa muda mrefu. Umekaa kwenye utumwa. Kitu chochote kitumia hata miaka 3 na zaidi, huo ni utumwa. Umekaa kwenye utumwa miaka na miaka, unatumikishwa kwa habari ya dhambi ulionayo. Inawezekana unatumikishwa kwa habari ya magonjwa, kwa habari ya matatizo, kwa habari ya mizimu ya ukoo miaka na miaka. Lakini hapa Mungu anatuonyesha kwamba kazi yake aliyoifanya. Mungu anatuonyesha kwamba mtetezi wako yupo hai. Yupo hai. Tukiangalia vizuri kule nyuma inasema wana Israeli walimlilia Mungu. Taifa la Israeli ndio lilikuwa taifa la Mungu. Kwa hiyo wewe unapomlilia Mungu, Mungu anakusikia. Usitulie kwenye utumwa wako ambao unao. Usitulie kwenye hali ngumu ya maisha ambayo unayo. Usitulie kwa watu wanapokukaa kusema vibaya ukatulia hapo hapo. Lakini ukishajua kwamba mtetezi wako yu hai, inamaanisha kwamba hayo matatizo uliokuwa nao au
huo utumwa uliokuwa nao ni kwa muda tu, unatoka. Kama yeye aliweza kufunua bahari, watu wakapita katikati ya bahari, je, wewe ugonjwa tu? Je, wewe hali ngumu tu ya maisha, umaskini mlionao? Wengine nyumbani kwenu ni maskini. Hiyo hali imechukua ukoo mpaka ukoo. Hata babu alikuwa maskini, hata baiskeli hana. Bibi, mpaka nyie wazazi wako na nyie mkiwemo. Lakini nikwambie, utumwa huo ambao umewatumikisha ukoo na ukoo, unani miaka na miaka, karne na karne ya maisha yenu, mwisho leo, kwa sababu mtetezi wako yupo hai. Ukimlilia Bwana, Bwana anakusikia na anakufanyia vile, anakutoa kwenye utumwa kama alivyowafanyia wana Israeli kuwatoa kwenye utumwa. Haijalishi una dhambi kiasi gani, haijalishi una matatizo kiasi gani, haijalishi una msongo wa mawazo kiasi gani, haijalishi umedhalaulika kiasi gani, Mungu yupo, mtetezi wako yupo hai. Cha msingi mlilie Mungu, cha msingi mwambie, kwa sababu yeye hawezi kufanya, najua umeridhika. Hata wana Israeli walipokaa miaka yote hiyo waliridhika. Tunaona pale akasema, si ungeturudisha tu kuliko kufia jangwani. Kwa hiyo inamaanisha waliridhika. Kwa hiyo asubuhi ya leo, Roho Mungu anataka kuwakumbusha kwamba mtetezi wako yupo hai. Upaswi kuridhika na maisha ambayo unayo, upaswi kuridhika na tatizo ambalo unalo. Tatizo lako ni kubwa kiasi gani unayomzidi Mungu? Kama huyu Mungu anaweza kupasua kitu ambacho hakisemi bahari, sembuse wewe, sembuse tatizo lako. Mwambie jirani, mtetezi wetu yupo hai. Tukiangalia story ya Esther, tufungulie pale Esther 1:4. Story ya Esther. Wayahudi kipindi hicho walitangaziwa kuuawa kwa sababu adui zao ambao alisimamiwa na Naamani akasema, tuwaangamize, tuwaue Wayahudi wote, tuue jeshi la Bwana ili tuwamalize. Lakini hawa Wayahudi walisimama kwa kumtumia Esther, wakamwambia, nenda kaombe, mfunga siku 3. Alivyofunga siku 3, huo uteka au tuseme kwamba yale mambo waliosema kwamba Wayahudi wanaenda kufa ikaishia hapo. Wayahudi wakapona. Haya, Esther 6 mstari wa 1 mpaka 4. Kwa hiyo Mungu akawaonekania, Wayahudi wakapona. Wayahudi wakapona, wakawa huru. Ngoja nifungue haraka hapa Esther 6. Okay. Ngoja niwasomee. Usiku ule mfalme akupata usingizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Wayahudi walikuwa na uwawa. Wayahudi, huyu Naamani alikuwa ni kiongozi. Yaani akishatoka mfalme Ahasuero alikuwa kiongozi mkubwa Naamani. Kwa hiyo Naamani akaandika waraka, akasema Wayahudi wauawe. Kwa kuwachukia tu akawatengenezea waraka, kwa akaenda kumpa mfalme ili aupige muhuri Wayahudi wauawe. Lakini huyu Wayahudi walivyokuwa na kiongozi wao mkubwa, akamwambia kwamba alikuwa ni mjomba wa Esther, Mordekai. Akasema, hapana Esther, umechaguliwa kipindi hichi ili utuokoe. Wakaenda wakafunga 3 kavu. Walivyofunga 3 kavu, Mungu akawaokoa. Akawaokoaje? Ndio tunaenda kusoma sasa. Usiku ule mfalme akupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Twende wa pili, twende. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigthana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda malango, waliotaka kumtia mikononi mfalme Ahasuero. Twende. Mfalme akasema,
je, ni heshima gani au jaa gani Mordekai alifanyiziwa kwa ajili ya haya? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia hakuna alilofanyiziwa. Kwa hiyo hapa ni Mungu tu, baada ya wale kufunga, ni Mungu akamsukuma mfalme akasema hapana, nifungulie kitabu niangalie watu wangu, inawezekana kuna watu walinifanyia mazuri mimi sikuwalipa. Fungua kitabu. Akupata usingizi usiku. Kwa hiyo alipofungua kitabu akakuta kwamba huyu Mordekai ambaye ndo alikuwa watu kikundi cha Wayahudi, akasema huyu Mordekai kumbe alinilinda. Watu walikuwa wanataka kuniua akawachongea, mimi nikawa hai. Kwa hiyo kuishi kwangu ni kwa sababu ya Mordekai kuniambia na kuwachongea ile plani walikuwa wamepanga kinyume na mimi. Akauliza huyu Mordekai alilipwa kitu gani? Ndio akasema kwamba hakulipwa chochote. Kwa hiyo kusema kwamba hakulipwa chochote, ndio twende mstari wa 4. Twende wa 4. Mfalme akasema yupo nani behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje wa nyumba ya mfalme aseme na mfalme ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule aliomwekea tayari. Kumbe bwana, huyu Haman alikuwa ameshautengeneza mti wa Mordekai, yani mti ili na chini kuna shimo refu. Aende ampelekee mfalme amwelezee, alafu amwambie kwamba ule mti tayari, kwa hiyo tumtundike Mordekai afe humo na Wayahudi wote wauawe. Lakini sasa alipotoka nje na kujua kwamba Mordekai kumbe amenifanyia mazuri haya, na mfalme alikuwa hajapata taarifa bado kuhusu Mordekai. Kwa hiyo Mungu akaingilia kati. Kwa hiyo sasa Mungu akamsaidia mfalme. Mungu wa Mordekai akamsaidia kusema na mfalme baada ya kufunga siku 3. Aliposema na mfalme ndo akamuuliza, akasema behewani yupo nani? Yupo Haman. Twende mstari wa 5, utaona kwamba Haman alipoanza kuambiwa, basi mtumwa wa mfalme akamwambia, tazama Haman yupo amesimama bewani. Mfalme akasema na aingie, akamkaribisha Haman. 6. Basi Haman akaingia. Mfalme akamwambia, afanyiziwe nini yule mtu ambaye mfalme apenda kumheshimu? Haman akasema moyoni mwake, ni nani ambaye mfalme apenda kumheshimu kuliko mimi? Sasa tukisoma story yote, kama mnahitaji kuisoma isome mstari yote ya 6, ni nzuri sana. Tukisoma story yote tukisoma mstari wote wa 6 ule, unaanza kuonekana Haman alimsemea vitu vizuri kwamba mtu anayetaka kumheshimu mpe pete yako, mvalishe mavazi la dhahabu la kifalme la dhambarau, mvalishe vazi la dhambarau la kifalme, mpe farasi wako na vitu vingi. Kwa hiyo sasa yeye Haman alijua ndio yeye anaenda kuvalishwa, kumbe ni adui yake ambaye ndo nani? Ni Mordekai. Ndivyo hivyo unaweza mtu akawa amekutengenezea zengo ufukuzwe kazi, lakini huyu mtetezi wetu yu hai. Kama vile Mungu alivyowatetea Wayahudi hawakuuawa kwa kinyume na Haman, lakini Haman ndio alikuja kuuawa. Ndivyo hivyo hata walikuwa wamekupangia zengwe ili uachane na huyo mtu, labda wamekupangia zengwe ili uachishwe kazi au ushushwe cheo, au mambo yoyote yamefanywa kwenye ukoo, maneno yoyote yamesemwa ili uonekane hauna thamani. Hasa vile mtetezi wako yupo hai, ukimuomba, ukimlilia. Tukiangalia Esther, kipindi cha Esther kwenye kitabu cha Wayahudi walifunga siku 3 kavu. Walipofunga siku 3 kavu, ule waraka wote sasa ukafutwa kinyume na Wayahudi, ukaanza kudili na Haman ambaye ndo alikuwa adui yake mkuu. Kwa hiyo asubuhi ya leo Mungu anakukumbusha mtetezi wako yupo hai. Kwa hiyo kitu kikubwa, kama mmeshasoma, mmeshaona, kitu kikubwa ni kumwambia Mungu. Ukinyamaza kimya utabaki na tatizo lako na utakufa na tatizo lako. Lakini ukiwa mtu ambaye unamwambia Mungu, ukiona kitu chochote ambacho hakipo sawa, usiridhike. Mwambie Mungu, hapana, hii kitu haiwezekani.
Baba, onekana katika hili katika jina la Yesu. Baba, onekana, mimi sina kazi, natamani kuoa lakini sina mke. Baba, nisaidie nipate mke wa maana. Nisaidie katika dunia hii iliyoisha, ile dunia iliyoharibika, nitapata wapi mke mwema ambaye anatoka kwako? Mungu nisaidie. Utashangaa mtetezi wako anajitokeza, kwa sababu mtetezi wetu Yesu yupo hai. Hajafa wala hajasinzia wala hajalala. Mpigieni Yesu makofi jamani. Yes, yupo hai na anafanya. Tukiangalia Daudi alivyompiga Goliati, yule Goliati alikuwa na watukana tu na Israeli hao, lakini mtetezi alikuwa pamoja na Waisraeli, akamsaidia Daudi, akaenda akapigana na Goliati. Ndivyo hivyo tukiangalia vizuri, Daudi alivyoshika kombeo tu, majiwe tu 5 kumpiga Daudi, lakini Daudi alikuwa amevaa kila kitu, amevaa element, yani kila sehemu alikuwa amejificha, kasoro kujificha hapa tu. Kwa hiyo tunavyoona au tunavyosema kwamba mtetezi wako Mungu aliye hai yupo hai, ni yupo hai kweli, kwa sababu Daudi alivyochukua vijiwe tu akafanya namna hii, akafanya namna hii, alivyopiga tu jiwe moja, pale pale mkono wa Bwana na Mungu na nguvu zake zikampiga kijiwe hiko kimoja Daudi Goliati hapa, na akadondoka, na ikawa ushindi kwa na Israeli. Ndivyo hivyo usikimbie matatizo. Matatizo yanapokuja ndio ujue kwamba ushindi wangu unakuja. Yasogelee matatizo, unayasogelea. Kama vile Daudi alivyoanza kufanya hivi, anapozungusha kombeo, alisogelea ile tatizo, akasema hapana, katika jina la Yesu. Wewe ugonjwa unaonitesa miaka kwenda miaka kurudi, sasa hivi imefika mwisho. Matusi nimetukanwa, Mungu wangu ametukanwa kupitia wewe ugonjwa. Mimi nimekuwa kudhalilishwa, kila siku navua nguo na nikuonyesha chupi kwa madaktari na choma sindano. Sasa hivi mwisho wako leo katika jina la Yesu, ninakumaliza. Kwa sababu mtetezi wako yupo hai, kwa sababu una backup ya Kristo ambaye yupo hai, hajafa wala asinzii wala achoki. Yeye atakutetea na hilo tatizo utashinda, na utaanza kuwa juu zaidi, kwa sababu wote watajua kwamba Mungu unayemtumikia ni Mungu ambaye yupo hai. Kwa hiyo asubuhi ya leo niwakumbushe, na Roho Mtakatifu anatukumbusha kwamba Mungu wetu yupo hai. Hajafa, hajalala, hajasinzia. Kwa hiyo usiridhike na tatizo ambalo unalo. Usiridhike kabisa. Ukiangalia kwenye Zaburi 121 mstari wa 1 mpaka wa 8, napenda sana huu Zaburi. Naomba wote tusome kwa nguvu. Zaburi 121 mstari wa 1 mpaka wa 8. Zaburi 121. Kwa hiyo watoto wa Mungu, inapaswa mjue mtetezi wako Yesu yupo hai. Yupo hai, hajalala. Aya 1, 2, 3 tusome kwa nguvu yote. Ndio. Fanya mbingu na nchi. Ndio. 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 Amen. Mpigeni Yesu makofi. Neno la Mungu linasema, nitainua macho yangu nitazame mlima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hiyo unapaswa uinue macho yako, utazame ile janga, utazame lile tatizo, umwambie msaada wangu katika Bwana. Yamkini unaumwa, yamkini maisha ni magumu uelewi, yamkini ujui uanzie wapi, yamkini hujasoma darasa hata moja, ujui ufanye nini. Unaona maisha sasa hivi ni ya utandawazi,
Maisha sasa hivi ni ya digitali, ya Kiingereza. Kama hujui Kiingereza mambo yameharibika. Unasema msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Unaangalia unasema mimi sijui hata oh yes sijui no thank you sijui. Lakini nitaangalia ule mlima niseme msaada wangu utatoka katika Bwana. Mstari wa 3 unasema kwamba asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Bwana asinzie, anakulinda. Anachotaka ni wewe unasema nini? Anachotaka ni wewe unataka nini? Anataka kusikiliza unasemaje. Anasema kwenye neno lake mstari wa 4 hiyo Zaburi 121, naam hata sinzia wala hata lala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Waisraeli ni taifa ambayo ni wewe. Yeye Mungu ndo mlinzi wako. Mungu wetu yupo hai, yeye ni mlinzi wako. Neno la Mungu linasema huyo mstari wa 4, naam hata sinzia wala hata lala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli wa mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana. Mwambie jirani, jua halitanipiga mchana. Umasikini hautoniangamiza. Haya magonjwa hayatoniua. Mwambie jirani, mwambie. Simama mwambie. Mwambie sasa hivi unavyoniona hivi, ili jua ni la muda tu, jua halitonipiga mchana. Masakaraba baba shakatabaya. Aya, twende Zaburi 121:6 anasema kwamba jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Namba 7 inasema Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Haijalishi wamekupangia mabaya kiasi gani. Haijalishi wamekupangia vita mbele yako. Haijalishi wamekupangia kukuua. Haijalishi huo ugonjwa umeambiwa kwamba ni wa kukuangamiza. Haijalishi hiyo biashara imefeli. Lakini neno la Mungu mstari wa 6 unakwambia jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Nafsi yako itakuwa huru, utalindwa. Na mstari wa 8 unasema kwamba Bwana atakulinda uingiapo, Bwana atakulinda utokapo, tangu sasa hata milele. Kila mmoja ampigie Yesu makofi. Umeona? Kwa hiyo Mungu wetu yupo hai. Mungu wetu yupo hai. Kwa hiyo maisha yako au maisha ya muabudu Mungu au maisha ya muamini hayaogopeshwi na mazingira. Upasi kuogopeshwa na mazingira ambayo unayo. Jua kwamba haya ni mazingira ya muda tu, ni kitambo kidogo tu ninapita, lakini kuna mazuri yanayonitokea mbele yangu kwa sababu Yesu yupo hai, kwa sababu mtetezi wangu yupo hai. Haijalishi sasa hivi mnaniona ninavyokuwa, mnavyoniona. Haijalishi sasa hivi ni mwembamba, Mungu atanipa mwili. Haijalishi sasa hivi sijaolewa, Mungu atanipa mume. Haijalishi sasa hivi sina kazi, Mungu atanipa kazi. Haijalishi sina gari hata moja, natembea kwa mguu, Mungu mwaminifu, mtetezi wako yupo hai. Atakupa usafiri, atakutengenezea mapito yako, atakunyanyua ulipo, atakuponya magonjwa yako yote, atakutoa chini, atakupeleka juu, na wewe utakuwa mtu wa kuheshimiwa. Haijalishi sasa hivi unanyanyaswa, haijalishi sasa hivi wanakusema vibaya, haijalishi sasa hivi wamekudharau, haijalishi wanakuona wamefilisika, haijalishi wanakuona una maana. Siku ipo, mtetezi wako yupo hai. Huyo ni Bwana wa mabwana, huyo ndo Mungu wetu, huyo ni Mungu tunayemwabudu. Shout haleluya! Mpigieni Yesu makofi jamani. Bwana msiki nipigieni. When you see me dance, I dance like a winner man. Me dance, I dance like a winner man. Oh. Hey. Jamani, chezeni kama washindi. Wanapokuona wajua kwamba wewe ni mshindi. Haya mambo ni ya kupita tu. Mungu ana
kurejesha, Mungu atakunyanyua tena. Haleluya! When you see me dance, I dance like a winner man. See me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Sioni watu wakicheza kama washindi. Wimbo unasema utakaponiona nacheza kama mshindi. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Oh, 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 winner man. Sema, mwambie jirani. Jirani, Unaponiona nacheza hivi, unaponiona nacheza hivi, subiri mwakani. subiri mwaka. Mambo yangu yanabadilika. Maisha yangu Maisha yangu yanaenda kubadilika. yanaenda Kwa kubadilika. sababu mtetezi wangu yupo Kwa hai. sababu mtetezi wangu Kwa yuko sababu hai. mtetezi wangu yupo upande wangu. Kwa sababu mtetezi wangu yuko upande wangu. Sitashindwa. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Sitakata Yesu. tamaa. Sitakata tamaa. Sitakata tamaa. Sitakata Kwa tamaa. jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nasonga mbele. Nasonga mbele. Nasonga mbele. Nasonga Kwa mbele. jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. When you see me dance, I dance like a winner man. See me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. See me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me sing, I sing like a winner man. When you see me sing, I sing like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Oh, 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 winner man. Winner, 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 Winner. winner, Winner. winner, Winner. winner, Winner. a winner, Winner. a winner, Winner. winner, Winner. winner, Winner. winner man, Winner. winner, Winner. winner man, Winner. winner, Winner. winner, Winner. winner, Winner. a winner, winner, Winner. 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 hey, oh, winner man. 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 Shuka jin, chini ten, 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 shuka jin, wait, panda, 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 yeah, ma, shuka, chini, shuka, chini, shuka, chini, shuka, chini, panda, 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 Panda. hallelujah. Oh, winner man. 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 I
Celebrate. 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 Hallelujah. 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 Wakwapi washindi? Wakwapi washindi? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hebu mwambie yule jamaa